Hello, karibuni katika channel yetu ya LabTech Center. Leo tumeachana na mambo ya designing kidogo, tunaingia katika microcontroller, ambao ukiunganisha designing na microcontroller, hizi system inakuwa ni combo nzuri sana kwa engineering projects. Kwa hiyo leo kwa haraka haraka tutaenda kudiscuss microcontroller ambao ni Arduino. Arduino hii ni bodi ya Arduino Uno R3 ambao ni series ya Arduino boards. Zipo nyingi, kuna Arduino Mega, kuna Arduino Nano, Arduino Uno, inategemea na matumizi yako. Kwa beginner friendly na unakuta kwenye starter kits nyingi ni hii Arduino Uno, ambayo yenyewe kama unavyoiona inakuwa na port, USB port kwa ajili ya kuconnect kwenye kompyuta. Manake hii yenyewe ni kompyuta ndogo ambayo inafanya mawasiliano na kompyuta au PC yako ili control vifaa vya hardware kama sensor, control light, control pump, control motors, tutakuja kuona. Na kazi yake hii kama nilivyosema, na control vifaa vya hardware. Kwa hiyo inasaidia kwenye project nyingi kama fire alarm system, kama traffic light, kama project kama zile za taa inawaka wakati kuna giza. Kwa hiyo hii inasaidia kwenye project nyingi. Arduino Uno ina pins ambazo ni pins za input na pins za output. Pins za input ni kama A0, hizi kuanzia A0, A1, A2, A3, A4. Hizi ni pins za analog input kama ilivyoandikwa hapo. Kisha kuna pins za power ambapo kuna power ya 5 volt, afu kisha kuna power ya kuna ground. Hizo ni pins za power. Kisha huku kulia kwake kuna pins za output ambao ni output ya digital na PWM. Tutakuja kuona kwenye tutorials zinazoendelea wakati tunafanya project. Digital pins na PWM pins zinafanya kazi gani. Kwa hiyo ni hizi pins namba 2, 3, 4 mpaka 13. Kisha kuna hii integrated circuit. Hii ndo microcontroller yenyewe, yani kama ni computer, hii ndo computer yenyewe ambayo inaitwa Atmega. Atmega 328P. Na hapa ni sehemu ya kuchomeka battery kama utatumia external power source. Kwa hii ni simple introduction ya Arduino board. Na ukinunua starter kit unakuta hii Arduino board, unakuta na USB port yake ambao hapo unaunganisha kwenye Arduino board, na hapo unaunganisha kwenye PC yako kwa ajili ya communication. Kisha utakuta na hizi breadboards. Kisha utakuta na hizi jumper wires. Tutakuja kuona kazi ya breadboards, kazi ya jumper wires tutakuja kuona. Kwa kifupi, breadboard ni kwa ajili ya temporary connection wakati unafanya project zako, ili usiweze connect permanent. Maana yake moja kwa moja una connect, unaweza ukaconnect na ukachomoa, unatumia hii breadboard bila kufanya soldering. Na hizi jumper wire pia kazi yake ni hizo hizo, inakuwa na hizi pins kwa ajili ya temporary connection. Na hizi ni male to male jumper wires ambayo ina pin kote kote, lakini hizi ni male to female. Kisha unakuta sensors kama unavyoona hapo, kuna joystick, kuna ultrasonic, kuna motors. Kwa kifupi, ukiwa na starter kit ni vizuri zaidi kwa ajili ya kufanya hizi project, lakini sio kwamba ukiwa huna starter kit utashindwa kufanya Arduino project. Kivipi? Endelea kutufuatilia. Tutaona namna ya kutumia softwares kama Tinkercad na Proteus kwa ajili ya kufanya Arduino project. Pia Arduino inakuja na software yake ambayo ni Arduino IDE, inapatikana kwenye kompyuta kwa ajili ya kuprogram hiyo Arduino. Na ni vizuri wakati tunaanza project hizi za Arduino uwe na knowledge kidogo ya current, electricity, mambo ya Ohm's law yale kidogo tu, so knowledge kubwa, kwa sababu tutajiri sana na practical. Lakini hata kama una pia tutakuwa tunaelezana kidogo kidogo wakati tunafanya. Lakini pia uwe na knowledge kidogo, ni vizuri zaidi kwa mtu ambaye ana knowledge kidogo ya C programming, ambao
namna ya kuprogramu hiyo Arduino IDE inatumia C programming. Asanteni, tukutane katika tutorial nyingine kwa ajili ya kuelezea namna ya kudownload Arduino IDE na namna ya kufanya project yako ya Arduino hata kama huna vifaa kwenye Tinkercad na pia kwenye Proteus. Usisahau kusubscribe na kushare na kulike kwa ajili ya mwendelezo wa lesson kama hizi.